Asante sana. Wana tuktuk na bodaboda, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas mimi yangu yatakuwa machache sana, baada ya kutambua viongozi wale ambao tuko nao hapa. Leo ni siku ya furaha kuja kuona watu wetu wa tuktuk wanajipanga. Niseme kwa wale wanasako wa KWAT, pongezi sana. Pongezi kwa sababu wanasema ukishindwa kujipanga utapangwa, si namna hiyo? Lakini nyinyi mumeamua kujipanga. Tulikaa na nyinyi kwangu I think last week, na tukaongea namna ya vile hii KWAT ita launch sako leo officially, alafu ni namna gani vile itaweza kuendeleza shughuli zake. Na haya yote munayafanya, na sisi viongozi tumeacha zile shughuli zetu nyingine zote kuja kuwaunga mkono. Na pia niwashukuru wale viongozi wengine wote ambaye wametoka kutoka kaunti nyingine kuja kusimama na nyinyi. Hii imeonyesha kuwa wana tuktuk, wana bodaboda wameungana. So pia pongezi. Na kwa wale wageni, karibuni Msambweni na Kwale, mujisikie mko nyumbani. Sasa mimi tu nataka niseme kwa watu wetu wa tuktuk na bodaboda ama ile informal sector, huu mwelekeo wa SACCOS and cooperatives, hii ni njia nzuri ambayo tukishikilia, tukiamua kusafiri kwa maneno ya SACCOS, basi tutakwenda mbali. Na hii ndio ile wakati rais alikuwa akisema bottom up. Kwa hiyo hii inasaidia kwa sababu ya mambo mawili. Utafanya nini? Savings hapa. Na mimi nataka ni wasisitize sana wana KWAT na wale wengine ambao wako kwa different SACCOS. Savings ni muhimu sana. Savings ni muhimu sana. Lazima tujifunze kuwa na culture ya kusave. Na mimi nataka niseme sisi sote ambaye hatuko kwa SACCOS, basi tutafute namna tuingie kwa SACCO. Na tuna SACCO yetu kubwa ile ya serikali, NSSF. Hiyo ni SACCO tu. Na nataka niseme hivi hapa leo, ile pesa serikali inakwenda kuomba kuja kutujengea barabara hapa Kenya, kutujengea mashule zetu hapa Kenya, hiyo ni pesa ya wenzetu ile wamesave. Tumeelewana vizuri? Ile ni pesa ya wenzetu. Kama ni China, basi hiyo ujue Chinese wamesave. So wanatukopesha, alafu sisi tutalipa, tena tutalipa kwa interest. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tuanzeni hii tabia ama culture ya kusave. Hii ndio njia pekee itatusaidia sisi. Hii ndiyo biashara ambayo itaweza kukuinua wewe. Kama wewe ni driver umeajiriwa, pia ukianza kusave hapo kwa SACCO, hii SACCO iko siku pale mbele kidogo itakuja itakukopa wewe, utaweza na wewe sasa utatoka kwa driver utaingia kwa category ya owners. Tumeelewa So hii SACCO wale wamekuja na hii mpango KWAT, Bwana Geoffrey mwenyekiti, pongezi sana. Na mimi najua wazungu wanasema if you want to go far, go alone.
But if you want to go further, go with others. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tukishikana hivi, basi sisi tutafika mbali. Tumeelewana vizuri eh? Sasa sitaki kuongea zaidi ya hapo, lakini mwenyekiti amesema sana maneno ya empowerment, na mimi wakati tulikaa na hawa watu wa Quartz na pia mwenyekiti wa union na Babu Chimera, tulikubaliana kuwa mimi napanga ile empowerment program ya bodaboda na tuktuk combined. Najipanga hapo mbele kidogo, kwa sababu tarehe 6 mwezi wa Julai tutakuwa hapa tunafanya women empowerment program hapa Msambweni. Tuenue wamama wale wafanye biashara kidogo kidogo wale, tena tupumzike kama miezi 3, tujipange tuje tufanye empowerment ya bodaboda na tuktuk. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo mpango yenu iko sambamba na mimi nimepanga. Siwezi kuwa mimi nazunguka hapo kidogo kidogo kwenda kuchangia bodaboda ya sehemu nyingine alafu niache bodaboda yangu nyumbani. Hiyo siwezi fanya. Kwa hiyo ni mipango ambayo iko, bwana mwenyekiti, na itafanyika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na uliongea vizuri sana hapa mwenyekiti. Unajua mimi niko hapo, kwa hiyo system hapo tu. Ukimaliza wale wakubwa, ukitoka nje tu ndio niko mimi hapo. Sisi ni wale watu walikuwa tuliweka mitego alafu tukaambiwa tutoe, ndio baba akapenya ndani. So mimi niko hapo. Otherwise tuendelee kushirikiana. Ile siasa kidogo kidogo tuache siasa. Kama tunataka kuendelea, kama tunataka kukuza sekta ya bodaboda na tuktuk, tuache hii siasa kidogo kidogo. Vile mwenyekiti umesema, siasa ni yetu sisi wanasiasa. Tuweke siasa kando, sisi yenu ni kuungana, na sisi tutakuja kuwapatia support, na mtapeana hii sekta heshima na ile hadhi ambayo inatakikana kupewa. So mimi sitaki kuongea zaidi ya hapo. Mwenyekiti amesema leo anatuombea baraka, lakini nataka kumwambia baraka tumesikia, asante mwenyekiti, lakini baada ya baraka uongeze na pakee. Utuachie baraka na pakee pia, si namna hiyo? Otherwise mimi nimeshukuru sana kuja hapa, na musiwe discourage ati watu ni kidogo. Afadhali kukuwa na watu wachache lakini like minded kuliko kuwa na watu wingi ambaye tukichanga hapa labda tukifika pale kwa gate wanasema pesa igawani, si namna hiyo? Kwa hiyo this is a good start, na naamini kutoka leo, kutoka kesho, from Monday, hawa wana tuktuk watafurika katika ofisi yenu for registration.